tunakushukuru kwa majira ya mengine tena ambayo Bwana umetupa kibali uwepo katika viwanja hivi El Shaddai. Mbingu zako, ardhi tajua uwepo wetu wa mahali hapa. Jehova nisi tunakualika, maana wapo watu wenye haja kukutana na wewe. Wewe yajuaye maisha ya watu ambayo sisi hatuyajui wanaoyaishi. Wao yaona salama, lakini wewe Mungu una jambo la kimungu kwao. Katika jina la Yesu, Mungu muumba mbingu na nchi, wakakujua wewe ya kuwa kwamba unawapenda, wakakujua wewe ya kuwa ni Mwokozi, wakakujua wewe ya kuwa ni kila kitu kwao, wakakujua wewe hawawezi jambo lolote pasipo wewe. Jehova nisi, maisha yao yapo salama mikononi mwako, hayapo salama mahali pengine wanapoamini. Jehova nisi, tunakuita maeneo haya katika anga la Shinyanga. Tunaamini unaenda kubadilisha maisha ya mtu mmoja, unaenda kubadilisha hatua za mtu mmoja, unaenda kubadilisha familia ya mtu mmoja, katika jina la Yesu. Tufungue kitabu cha Yohana 3:16. Nalo neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamleta mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie, bali kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu okolewe katika yeye. Aaminie yeye hata hukumiwa, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana wa Mungu pekee. Na hii ndiyo hukumu, ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni, na watu wameipenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yamekuwa ni maovu. Mstari wa 20, maana kila mtu atendaye mabaya, maana kila mtu atendaye mabaya, maana kila mtu atendaye mabaya huchukia nuru, wala nuru matendo yake yasije yakakemewa. 21, bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi, ya kuwa yametendwa katika Mungu, ya kuwa yametendwa katika Mungu. Nami jioni ya leo ninakwambia ujumbe mmoja ambao Mungu ametupa, kwamba Yesu anakupenda. Inaweza kuanzia toka asubuhi familia yako haijakwambia inakupenda, lakini Yesu anasema yeye anakupenda. Jamii inaweza kuanzia asubuhi haijakwambia inakupenda, lakini watu wa Mungu wamekuja wanakwambia wanakupenda. Yesu anakupenda, anapenda maisha yako, anapenda kazi yako. Kwa hiyo jambo la msingi anasema wewe muamini, wewe muamini kwamba alitumwa na Mungu aliye hai ili aje kuokoa wewe ambaye mwenye mizigo ya dhambi, ambaye wewe umeshindwa kukubaliana na familia yako, ambaye watoto wamekukataa, familia imekukataa, jamii imekukataa. Inasema neno moja, wewe ni mtu mbaya sana. Inasema neno moja, wewe si mtu mzuri. Hata wewe unajisemea mimi sina uzuri wowote, kwa sababu watu wamenambia mimi sifai tena, mimi sifai tena. Lakini mimi nimekuja kukwambia Yesu anakupenda, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda. Katika mambo yote unaweza ukachukulia poa, lakini sio upendo wa Yesu. Unaweza ukanichukulia poa mimi, lakini Yesu hajawahi kuchukuliwa poa, maana yeye analeta uzima. Mtu aliyekufa anafufuliwa, mtu aliyekata tamaa anainuliwa tena. Ndio maana sinajisikia furaha kusema habari zake. Anakupenda kuanzia mashariki mpaka magharibi. Yuko hapa kukuponya, yuko hapa kukuinua tena, yuko hapa kukurudishia tumaini, yuko hapa kukurudishia ule uzima ulioibiwa.
Yesu anakupenda mpendwa, anakupenda mpendwa, anakupenda mpendwa. Usiendelee kujifariji na hiyo ilizi uliyoivaa, usiendelee kujifariji na kubadilisha waganga. Maana ipo hasira ya Bwana inasema wewe jifarijie kwa vitu vya kupita, laka manta, hautaurithi uzima wa milele. Nawe umehukumiwa ya kwamba jehanamu ya moto ipo. Mkubali Yesu leo, mkubali Yesu leo, mkubali Yesu leo. Usijisifie ilizi, unajisifia mali. Mali huwa zinaisha, mali huwa zinapukutika. Alafu kuna mmoja aliwahi kuniambia, huyo Mungu mnaomhubiri wala hayupo. Kama hayupo, mbona unakufa? Kama hayupo, mbona unadai mwanangu? Angekuwa hayupo huyo Mungu tunayemhubiri hapa, mali zako zingekulinda. Wakati wa korona kuna watu tuliona sadaka zinaongezeka rakamaya, kwa sababu walijua muda wote wanapita hivi. Nikwambie, hizo mali zina muda, hiyo familia ina muda, hao waganga na wenyewe wanakufa, hiyo ilizi ina muda. Kuna mtu mmoja alipewa ilizi, eti akaambiwa usinyeshewe na mvua. Ukinyeshewa na mvua, ilizi yako imeishiwa nguvu. Jamani, jamani, huyo Yesu upigwe mvua, upigwe kila kitu, yeye huwa badiliki, yeye huharibiki, yeye huharibiki, yeye huharibiki. Namtangaza Yesu wa simba la kabila la Yuda, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa. Usijikaze na unaishi kwenye dhambi, usijikaze na unateseka na magonjwa, usijikaze na hali yako ya uchumi ni mbaya. Hatukuiti kwa sababu upate uchumi, tunakuita kwa sababu ya uzima wa milele, ya uzima wa milele, ya uzima wa milele ambao unaanzia hapa duniani. Alafu ukishaupata huo rakamaya, unaishi kwa raha. Watu wasiokuwa na uzima wa milele ndio maana wanahangaika kwa waganga, wanaogopa kifo, wanaogopa ajali, wanaogopa mishale ya wachawi. Tuliokoka wapendwa, watuogopi wachawi, watuogopi ajali, watuogopi chochote, kwa sababu tunajua tuna uzima mwingine, tuna uzima mwingine. Ndio maana unaniona jioni ya leo siogopi chochote juu ya Shinyanga, kwa sababu Mungu nayemtangaza ni Mungu wa miungu, ni Mungu aliyekaa juu zaidi ya mali zako, zaidi ya 50,000, zaidi ya 3,200,000, zaidi ya milioni 10, zaidi ya hapo kaduka, zaidi ya kila kitu. Huyu ni Mungu ambaye akijiinua hakuna atakayesimama. Lakini anasema neno moja, licha ya kuwa nawe vyovyote, anakupenda, anakupenda. Yesu anakupenda jioni ya leo, Yesu anakupenda. Usijikaze, usijikaze ukasema mimi na dini yangu nzuri, mimi na mganga wangu mzuri, mimi na familia yangu nzuri. Nakwambia mpendwa, siku zako zinahesabika. Utaanza kutangatanga, sio muda mrefu, kwa sababu una matumaini ya uzima wa milele. Kila mtu anayejua maisha yake, lakini Yesu anasema anakupenda. Anasema tena, haijalishi unazalaukaje kwenye familia yako, ulipotokea, sitatupigi kelele, ila tumemleta Yesu ashughulike na maisha yako. Acha kuangalia watu. Ninazungumza na mtu mmoja, ninazungumza na wewe. Acha kuangalia watu wanaosema usisikize walokole. Mwambie wewe, nataka nipeleke jehanamu. Sitaki kwenda jehanamu bana, sitaki kuishi maisha magumu bana. Yesu anasema na wewe, acha kiburi, acha jeuri.
katika nyakati hizi za mwisho. Yesu anakupenda, Yesu anakupenda. Unadhani maisha unayoishi alafu unajifariji na dini yako, hivi kweli utakuwa salama? Hivi kweli utakuwa salama? Hiyo dhambi unayoifanya kila siku, unachapa dhambi kila siku, unachapa dhambi kila siku, unachapa dhambi alafu unajikaza. Unaweza kuwa ni mtu mzima lakini unatenda dhambi. Dhambi hainaga mtu mzima, dhambi hainaga mtoto, dhambi hainaga handsome boy, dhambi hainaga beautiful girl. Wote wainawaburusa, lakini wale wachanja waliomkubali Yesu huwa wanaishinda dhambi. Mimi nimekuja kukwambia Yesu yupo hapa kukutua mizigo, na yeye anakupenda. Yeye yupo kukuponya. Kama uchumi wako una changamoto, Yesu yuko hapa. Yesu ninayemhubiri ananiambia neno moja, anataka mtu binafsi, hataki kundi la watu, hataki kijiji cha watu. Anakutaka wewe uliye mtu mmoja binafsi, ukaikomboe familia yako na yale mauchawi na yale maagano na ule umasikini. Hautaweza kutoboa mpendo kama unaishi kwenye agano yale ya zamani, maagano kina Mwana Marunde, maagano kina Mwana Lusuba. Hawezi ukatoboa, hawezi ukatoboa maagano ya bibi yako, maagano ya shangazi, kila namna. Yesu ananiambia tu anakupenda, anakupenda, anakupenda. Najua kuna mtu sauti ya Mungu inapiga kelele ndani yake, anaambiwa anapendwa na Yesu. Zidi anavyopendwa na mke wake, zidi anavyopendwa na familia yake, zidi anavyopendwa na kitu chochote. Katika upendo wa Yesu tumekuja na kitu kinaitwa wokovu wa Bwana, lakini tumekuja na kitu kinaitwa utakuwa mzima na utakuwa huru. Mapepo hatakusumbua tena, magonjwa hatakusumbua tena, na tumekuja na mwanzo wa maisha mapya. Kama unasema natamani Mungu niguse, endelea kumwambia Mungu. Wewe ni Mungu gani unaozungumzwa na hao watu? Wewe ni Mungu gani unaozungumzwa na hao watu? Kuna watu wanatona kama tumechanganyikiwa, kwa sababu ya Bwana anakupenda wewe, kwa sababu ya Bwana anakupenda wewe. Hakuja ili uhukumiwe. Kuna watu wakisikia habari za Yesu eti wanafyonza. Yesu ni mzuri, niwaambie. Kwa hiyo uliambiwa habari gani mpaka ukiambiwa Yesu eti unafyonza, eti unaangalia pembeni, unasema wanao wameshazidi? Habari gani uliambiwa ambayo inakufanya umchukie Yesu kwa hicho kiasi? Mimi nasema neno moja, habari zote ni ubatili. Habari moja naijua, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda. Usimchukie Yesu, usimchukie Yesu, usimchukie Yesu. Kutokana na taarifa ulizopewa, Yesu amekuja kukusaidia jioni ya leo. Yesu amekuja kukuokoa jioni ya leo. Mahali ulipo, hebu inamisha kichwa chako. Yesu nimesema nataka mtu binafsi. Hebu yaangalia maisha yako unaoishi, na tunazungumza. Kuna wakati unacheka kujifariji, ipo hukumu mbele yako kwa maisha unayoishi. Unajifariji kwa mganga uliye naye, unajifariji kwa mali ulizo nazo. Yote ni ubatili mtupu, yote ni ubatili, yote ni ubatili. Mkubali Yesu leo, yeye akupendaye, yeye akupendaye, yeye akupendaye. Yes, yeye akupendaye, yeye akupendaye. Yesu anakupenda tena, Yesu anakupenda. Ni maamuzi yako binafsi, ni wasaa mwingine tena. Mahali popote unasikia sauti, eneo lolote ulilochoka, ambalo unasema kwa akili zangu nimejaribu nimeshindwa. Mahali popote ulipo na umesikia jambo jipya la kimungu, popote unaposikia sauti, kuna eneo lolote unatamani msaada wa kimungu, nyosha mkono wako juu, nyosha mkono wako juu, kwa ishara kwamba unahitaji msaada mwenyewe peke yako. Upo ng'ambo ya barabara, uwe wapi unasikia sauti,
na unatamani msaada wa Mungu kusaidie, eneo lolote lile la biashara, eneo lolote lile la afya, nyosha juu, mtu wa Mungu. Yesu yuko hapa kwa ajili yako. Yesu yuko hapa kwa ajili yako. Yesu yuko hapa kwa ajili yako. Karibisheni mtu wa Mungu. Mungu amekuja kwa ajili yako, mtu wa Mungu. Tumeandaa hivi vyote ni kwa ajili yako. Nyosha mkono wako. Hiyo ni jioni ya kubadilisha maisha yako. Hiyo ni jioni ya kubadilisha maisha yako. Huyu ni mtu mzuri, Mungu anampenda. Yesu anafurahi kuona mtu kama huyu. Makutano yote haya amejitokeza kwa moyo mkunjufu. Kama upo mwingine, nyosha mkono unaosema, mimi nataka nivunje historia ya nyumbani kwetu. Mimi nataka nibadilishe maisha yangu. Mimi natamani niishi maisha kumtumikia Mungu. Nimechoka kubadilisha waganga wananitapeli. Nimechoka kuishi na mashaka na dhambi na hofu. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono. Kama kuna mtu anaumwa, yupo Mungu wa uponyaji. Nyosha nayo tuje tukuombee. Nyosha. Yesu aliwahi kusema, anayeumwa, asiyeumwa hahitaji tabibu, ila anayeumwa huwa anamtaka tabibu. Yupo tabibu Yesu hapa. Kama unaumwa, karibu. Sioni aibu. Sioni aibu. Nyosha mkono wako popote ulipo. Kama unahitaji lolote, unahitaji kuombewa na Mungu, nyosha mkono wako. Asikia kuitwa na sauti yako. Lakini kama kuna mtu mwingine anasema, nataka nimpe Yesu maisha yangu kwa upya. Nataka nimpe Yesu maisha yangu, ayaongoze yeye, ayapiganie yeye. Karibu, 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 karibu. Nimesongea. Nyosha mikono yako juu, mtu wa Mungu. Mungu akakutane na wewe. Usijione yako. Fumba macho yako. Mungu amekupenda wewe. Mungu ameupenda moyo wako. Mungu ameona unyenyekevu wako. Mungu ameona moyo uliopondeka, moyo wenye kutamani kunyenyekea, moyo wenye unyenyekevu mbele za Mungu. Bwana Yesu, karibu, karibu mtu mwingine. Karibu. Wakati tunamwombea huyu, unaweza ukawa unasogea. Unaweza ukawa unasogea. Unaweza ukawa unasogea. Wewe ambaye unaumwa, unatamani Mungu akufanyie neno lolote. Sema, Bwana Yesu, sema, Bwana Yesu, asante kwa watu hao wa Mungu wazuri ambao wameleta habari zako ambazo zimenifanya nikugeukie wewe tena katika viwango vingine. Karibu Yesu kwenye maisha yangu. Karibu Yesu kwenye hatua zangu. Karibu Yesu kwenye familia yangu. Karibu Yesu kwenye mwanzo mpya wa kutembea na wewe Mungu. Asante Yesu kwa kuwa umenirejesha katika kundi lako, katika kundi lako, katika kanisa lako. Asante Yesu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa mwanao huyu mzuri ambaye Bwana ameona umati huu si kitu, ila wewe ni kitu. Wewe ujuaye haja za maisha yake. Mungu kamguse, Mungu kamguse, Mungu kamguse, Mungu kamguse. Saidie kwenye uchumi wake, saidie kwenye familia yake, saidie kwenye maisha yake mapya ya wokovu. Katika jina la Yesu tunatamka uponyaji, tunatamka uponyaji, tunatamka uponyaji, tunatamka uponyaji kwenye familia yake. Tunatamka kutoka kwenye maagano, kila aina ya vifungo, kila aina ya
uharibifu unaokutesa hautakuwa fungu lako tena. Kila aina ya maagano ambayo kuingia wewe hayatakuwa fungu lako tena. Naye Yesu atakuongoza, nawe Yesu atakuongoza, maana malaika wamekufurahia mtu kama wewe. Katika ardhi ya Shinyanga na mkoa wa Shinyanga yupo mtu wa Mungu ambaye Roho wa Mungu amekaa ndani yake, anampenda Mungu katika jina la Yesu. Bwana, kila aina maagano anayopambana nayo, tweka kwenye ukoo wake, tweka kwenye maisha yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila aina ya madhabahu, kila aina ya madhabahu, kila aina ya madhabahu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Touch, touch, break out kwa jina la Yesu. Kila aina ya madhabahu zinazokutesa sio fungu lako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mali kwenye uchumi, kwenye uchumi, toka, 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 toka mizimu kwa jina la Yesu. Roho Bwana atakaye juu yako akakuatamie kwenye maisha mapya na mwanzo mpya, na nguvu ya Mungu ikatawale, ikatawale, utumishi mpya, maisha mapya katika jina la Yesu. Pigie Yesu makofi na vigelegele, 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 pigie Yesu makofi na vigelegele. Barikiwe mtu wa Mungu. Ya kumalizia, nipe nafasi ya kumalizia. Kama kuna mtu usogea, tunamalizia, tunamalizia, tunamalizia. Bwana, kama kuna mtu sogea, tunamalizia. Jehova Nisi, tunasema asante kwa watu wa maeneo haya. Mungu kazikumbuke familia zao, Mungu kaukumbuke uzao wao. Jehova Nisi, wakakushuhudia wewe kwenye maisha yao. Mungu, tumepanda mbegu ya Injili ikamee katika majira yale Bwana umeyakusudia, na yakavunwe katika jina la Yesu. Kwa ishara ya Shinyanga na ardhi ya Shinyanga tumeikamata katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Unaweza kumpigia Yesu makofi na vigelegele. Yesu, 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 Yesu. Haleluya. Amen. Watu wa Mungu, Mungu wabariki sana. Amina. Mungu wabariki sana kwa yoyote ambayo umesikia habari za Yesu siku ya leo. Lakini kabla tujamaliza, iko nafasi ya upendeleo kwa wewe ambaye mwenye changamoto ya magonjwa, ugonjwa wa aina yoyote, ugonjwa wa aina yoyote. Yesu yuko hapa kwa ajili ya kukuponya usiku wa leo. Usikubali kurudi nyumbani na magonjwa yako. Usikubali kurudi nyumbani na matatizo yako. Huyu Yesu ambaye tuliyemleta siku ya leo mahali hapa anaweza mambo yote. Anaweza kukutoa katika kifungo cha magonjwa ulichonacho cha muda mrefu. Mimi najua kabisa ya kwamba kuna namna fulani umeteseka kwa muda mrefu sana.
Kuna namna umezunguka mahali tofauti tofauti kwa ajili ya kutafuta msaada. Madaktari wamekwambia maneno mengi ya kukatisha tamaa, ya kwamba ugonjwa huu si wa kupona. Ugonjwa huu utatumia dawa maisha yako yote. Lakini nakwambia neno moja usiku wa leo, ule mwisho wa kumeza dawa, ule mwisho wa kutumia kila aina ya madawa, iwe ya mitishamba, iwe ni madawa ya hospitalini, leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Iko nafasi ya upendeleo. Kabla tujamaliza, nikukaribishe wewe ambaye unahitaji uponyaji, wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa kwa muda mrefu. Yesu yuko hapa kwa ajili ya kukuponya. Yesu yuko hapa kwa ajili ya kukuponya. Iwe ni kansa, iwe ni kisukari, iwe ni ukimwi, iwe ni kisonono, ugonjwa wa aina yote, iwe ni pressure, magonjwa yote ambayo yanayokusumbua, nikukaribisha mahali hapa. Kabla tujamaliza, nikukaribishe ili kusudi tuweze kuomba kwa pamoja. Na Yesu mponyaji yuko mahali hapa kwa ajili ya kukuponya. Hatuleti propaganda mahali hapa, hatuna maneno mengi ya kusema, hatujajileta sisi wenyewe. Ni Yesu tumemleta, ni Yesu tumemleta mahali hapa. Kama upo mtu ambaye unatamani uponyaji, nikukaribishe. Unatokwa na damu zinatoka tu hazikomi, nikukaribishe. Umekataliwa na wazazi, nikukaribishe. Wewe unayetamani amani katika ndoa, nikukaribishe. Yesu yule ambaye aliyetupatia sisi amani yuko mahali hapa. Hii ni nafasi ya upendeleo, ni nafasi ya upendeleo. Hatujajificha, tuko barabarani kabisa. Usione ya kwamba tupo gizani, hapana. Sisi tunatamka tu jina la Yesu na unapona. Hatuna mitishamba mahali hapa, wala hatuna ilizi. Tumekuletea Yesu, tumekuletea amani yako na uponyaji wako. Kama upo basi karibu sana. Amen. Basi kama hamna, Mungu tu awabariki. Mungu awabariki sana.